wako nayo kwa ajili kuendeleza mambo ambao ni nyeti sana. Kuna vitu nyingi ambao sasa hatuwezi kujua saa hii nyingi, lakini baadaye tujua. Asante sababu uimbaji iko very unique. Yani worship iko sawa, praise iko sawa. Kwa mkusema crusade iko mahali, na mimi niko increase na mambo itakuwa sawa. Kwa hivyo naona kwamba vitu hakwami, tunasonga mbele. Nashukuru sababu ya viongozi wote ambao leo wamefika mahali hapa, pamoja na wale ambao hawajapata uongozi yako utapata. In fact, mpoangalia leadership ya national pekee yake tunataka watu 80. Na hapa hata watu 80 hafiki. Hiyo national pekee yake tunataka watu 80. Kwa hivyo bado tuko chache na kila mtu atapata sehemu yake mahali ambao anafaa. Haleluya. Ndio kidogo tunataka tuangalie doctrinal profile. Manake nimepa nafasi hii kwa sababu kuna wengine nakuja. Napokuja chairman atapata kama kila mtu ako ndani na kuna vitu ambayo ataeleza. Ndio sababu nimeona nipata nafasi hii ili wale ambao wanakuja nyuma wanakuja wako njiani, wanaposimama mkubwa yetu chairman atapata kila kitu na msingi yake vile inavyofaa. So nataka tunapata nafasi kiasi, nafasi kidogo. Na sitaeleza kila kitu. Nitakuwa nafanya summary. Maana ni kitabu yote na siwezi soma saa hii ishe. Kwa hivyo nitakuwa naguza tu vitu ambavyo nafaa. Ingine kuna maandiko nyingi, ende kama ni kitu moja na tunasonga mbele. Unapoangalia jina ya shirika yetu ambao mtumishi ataeleza sana, SGAM iko ndani yake. Usisahau hiyo jina hatukufuta, iko ndani yake. Ndani ya pia. Na pia ambao ni Pure International AIDS ambao ni biblical. Maandiko yanasema kwamba kanisa ambao umekamilika, kanisa ambao iko so pure, kulingana jina pure, ni kanisa ambao anajali watu wa chini sana. Yakobo 1 kuanzia 25 hapo inaongea kuhusu the word pure. Kwa hivyo kama kanisa inajali wale wa chini, wajane, yatima, wasiojiweza na watumishi walio chini sana, kwa hivyo kanisa hilo ni kanisa iko pure. James chapter 1 verse 25. Hiyo tunapata usawazi. Kwa hivyo hapa hatubatishi, tunalenga na tunasonga mbele. Kwa hivyo ni jambo ambalo nafikia watu wote ambao wamekubali. Unajua hata Mungu anasema kwamba watakaye kubali. Kwa hivyo kuna wengine watakataa. Kwa hivyo wale ambao watakubali hayo mwaliko, Mungu atapatia neema kusonga mbele. Hata mimi kwa hapa tu kwa neema Israeli. In fact, napoona Bishop Zabulon Upondo nyenyekea sana kuona niko baba yangu niko chini ako sasa nasikiliza mimi. Mungu abariki sana. Na tunasonga mbele. Hiyo moyo ndio tunahitaji, kusonga na mbele mpaka mwisho. Haleluya. Kwa hivyo napoanza nasema kuna vitu ambao nataka kuangalia kama tenant faith. Tenant faith maana ni doctrine or ni mafundisho ambao watu wa imani watembea nayo. Kwa hivyo nikisema doctrinal statement or tenant faith ni vitu sawa. Ni vitu ambao zinafanana na ziko intention yao, kisha baadaye wanatuguide. Kwa hivyo lazima tupate vitu ambao inatuelekeza. Usibaitishe bali usipige hewa. Ndio kwamba sisi tuko hapa kama wanapia, lakini kile ambao tunazingatia sana ni ABCD, ambapo ni neno la Mungu. Sio mambo ya dunia. Mungu ndio anatusanya pamoja, Mungu ndio anatuelekeza, na mimi kwamba tutasonga mbali. Na mtu ambao Mungu anaongoza lazima kuwe tayari kufundishwa. Lazima kuwe tayari kwenda na Mungu, kunyenyekea mbele za Mungu, na Mungu mwenyewe anasaidia kufika mahali ambao anafaria kuifika. Kuna kitu hapa ambacho inaitwa preamble ni introduction ambao inapatikana hapa. Kuna maelezo, wengine wako na makaratasi, wengine hawana.
Na kile ambao nasema doctrines yetu, Jesus Christ is our lawgiver. Yeye ndiye anapatia sheria, constitution ambao tunaangalia sana. Yesu ndiye umetupatia. Yeye ndiye msingi yetu ambao anafanya tunasonga mbele. Hata unapoangalia Efeso ile mstari 7 inasema, but unto every one of us is given grace according to the measure of his gift of Christ. Kila mtu katikati yetu amepewa neema ambayo inatoshana naye kulingana amekuwa kwa Kristo Yesu. Neema ambayo umepewa chama sio neema umepewa. Sasa tubishane. Neema ambayo umepewa si ile ambayo umepewa. Kwa hivyo Mungu atakupatia ile ambayo utaweza kukimbia nayo. Kwa hivyo fanya kiwango yako, usingangane ya kwamba nataka kufikia kiwango fulani. Fanya tu kiwango yako na Bwana atakusaidia. Maana anasema kwamba hapo ndipo anachagua watu kulingana na vipawa ama ministry gifts ambao umepatia. Wengine pia walimu, wengine injilisti, wengine wachungaji, wengine apostle, ili kuequip, ili kuelekeza watumishi wa Mungu katika mambo ambayo yanafaa, ili kuwa pamoja katika imani na maarifa ambayo yanafaa. So tunahitaji maarifa sana. Kwa hivyo nasema kwamba kama umechoka kufundishwa, kumbe umechoka kuongoza. Kwa hiyo lazima tukue tayari kufundishwa ili tuendelee pamoja na Mungu. Na naamini kwamba mtu ambao umekubali ataenda mbali katika mambo mengi. Ndiposa mapostoli kanisa la kwanza usoma Acts chapter 2 verse 42. The Bible says, and they continued steadfastly in the apostolic teaching and fellowship, in breaking bread and in prayer. Kwa hivyo mambo yote ambayo tunafanya iko kwa Biblia. Mafundisho iko kwa Biblia, kushirikiana iko kwa Biblia, kumega mkate vile tumekula lunch iko kwa Biblia, na maombi ambayo tumeomba mahali hapa iko kwa Biblia. Kwa hivyo sisi sote lazima tukue tayari kuweka katika mafundisho, mweke msingi yetu kwa Kristo Yesu. Chochote ambao mtu atakuja nayo katikati yetu kinyume ama kando na Kristo Yesu, hiyo si yetu. Tunazingatia na kuangalia kuweka msingi Yesu Kristo msingi yetu ambao tunaamini katika injili hayo tunaposonga mbele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo sisi tumeitwa kuwe a vision, yani kuwe watu ambao ni chombo. Wana pia association, familia moja tumeitwa ili tuwe chombo ambao sasa jina la Yesu iko ndani yake. Yani wewe ni chombo ambao unabeba jina la Yesu Kristo na kutembea naye, na kwa hiyo utafanywa kwa mtoto wa Mungu. Kwa hivyo tumeitwa kuwa watoto wa Mungu. Na watoto wa Mungu kwa Yesu Kristo ni wanafunzi wa Yesu. Kwa hivyo unapokuwa mtoto wa Mungu, kuwa tayari kuwa mwanafunzi wa Yesu, kueneza na kusonga mbele na kuwa chombo atakayeweza kusonga mbele jinsi Bwana anavyoona vyema. Kuna hali hapa tutakaa kidogo sababu naona kama ndio mambo imekuwa nyingi. Jinsi Paulo alikubali kukuwa mtu ambao ako tayari kukimbia. Mtu mwingine anasema kwamba alisema kwamba Paulo alikuwa anasulubisha ama alikuwa anapinga na kuharibu na kutesa kanisa, lakini mwisho alikuwa chombo ambao ilikubali kukimbia na injili kufikia watu wengi. Kwa hivyo tunaona kwamba hata Yeremia Mungu anamwambia kwamba katika tumbo ya mama yako, kabla hujazaliwa, kabla umetakaswa, umesafishwa, usiogope. Ende kawa zingine uoga iko, lakini jambo hili Mungu alikujua tangu kabla sisi kujua ya kwamba utakuwa kiongozi. Kwa hivyo nafasi ambayo uko ni nafasi ambayo Mungu mwenyewe alikuweka. Usiruhusu mtu akudishi chini, akuweke sema kwamba afai.
ni Mungu ndio amekuweka hapo. Manake vile sasa hata Jeremiah chapter 1 verse 4 to 5. The Lord said to me, I knew you before I gave you life and before you were born. I select to be a prophet to the nation. Kwa hivyo tunaangalia ulimwengu. Kwa hivyo kabla hujasema kwamba wewe ni nature ama wewe sio ulimwengu, kwa hivyo sasa unajunisha hiyo nataka utoe. Useme kwamba mimi ni ulimwengu. Mimi napita account yetu, mimi nasonga mbele ni ulimwengu, the global, international, the whole world is waiting for you. So Isaya pia akakubali kuenda. Wakati usema kwamba who will go for us? Ni nani ataenda sababu ya sisi? Ni nani atachukua nafasi hii? Usema kwamba I'll go, the message will carry to the whole world. Yani ako tayari kukimbia na ujumbe ambao Bwana amempatia kufikia ulimwengu mzima. Yani beyond your community, beyond your society. Tunasonga mbele ili Mungu mwenyewe atupatie neema na nguvu hiyo tusonge mbele. Na hata wakati Musa alikuwa anasema kwamba mimi siwezi chochote, mimi sina hata maneno kuzungumza mzuri. Hapa hatutaki wale ambao wanajua kuzungumza mzuri, bali tunataka wale ambao kuna moyo ambao Mungu mwenyewe amechagua na tayari kuteseka sababu ya kusonga mbele. Na kusema taenda kutoa watu wako katika Israeli katika ufungo, katika maskini yao, katika hali madhara yao, ili kuinua juu wakuwe watu. Hiyo ndio kazi ambao Mungu anafanya ili watu wengi wafikiwe katika jina la Yesu Kristo. Na hiyo ndio jambo ambao naona kama ni muhimu sana kwetu sisi, ya kwamba tukue tayari, ambao kusema kwamba nani ambao ako tayari kuenda sababu ya peer international, peer association. Nani ako tayari kusema kwamba I'm here able to send a message the communities. Niko tayari kuenda jinsi Bwana anavyoshuhudia kuifanya. Statement ya kwanza ambao naona ni identification. To identify yourself. Kujijua mimi nani. Na mtu ambao anajijua ni mtu ambao kuna fear of the Lord. Manake Biblia inasema kwamba fear of the Lord is the beginning of knowledge. Mtu ambao anajijua ni mtu ambao ananyenyekea na chini kusikiliza mambo ambayo sengine jui ili sasa jui aende naye. Sisi vile hatujui vitu kila kitu, lakini vile tunaendelea kunyenyekea, vile tunaendelea kuogopa Mungu, kuna vitu nyingi sana ambao tutajua itasaidia kukimbia na injili. Hasa nataka kufikia soul winning and global mission international, yani SGM iko ndani ya pia. Hiyo hatuwezi kufuta, ijapokuwa tunatambua pia, lakini ni yetu kabisa na soul winning international. Na Bwana ako tayari sana kutusaidia. Jambo ambao tunaangalia ya kwamba tunaamini katika ubatizo. Waje napendwa, wacha nikwambie. Hapa Samia kuna makanisa ambao hawaamini ubatizo. Kuna makanisa ambao hawaamini kufungu la 10 kutoa ama kuandaa meza ya Bwana. Wanapinga, wataki. Wako Samia hapa. Lakini sisi tunaamini katika ubatizo. Hiyo hata ukiamuka kwa maji ndugu anasaidia. Hasa kwa maji mengi tunaenda hapo. Wow. Amen. Mungu atubariki sana. Niko na 20 minutes ama 10. Baki tano. Serious. Nikwambia nimepewa dakika 5. Kwa hivyo natamani sana ukuwe na kitabu hii. Itakusaidia katika safari hii. Manake sitaeleza mambo ambao naona kama naeleza, manake nataji kueleza mzuri, lakini haiwezekani. Ubatizo inatakana sana tuweze kuwa wale ambao wanabatizwa sana kwa maji mengi. Immersion. Another thing, righteousness. Kuwa mwenye haki. Mwenye haki. Yani mwenye haki, watasabe haki, waliamini. Kwa hivyo righteousness upon life, upon this sanctification,
kubali utakaso, safishwe, uoshwe kabisa kabisa, na Yesu ndiye anafanya haya. Bora wewe ukubali kwamba niko hapa, utakaso si yako, kuna mwenye kazi hii. Bora amini kwamba niko hapa, Bwana akaweze kusaidia. Tunaamini katika kuweka mikono, laying of hands, na purpose yake ni uponyaji ambao tutakuwa tusaidia watu katika mji ambao tunaenda. Mwingine hataji hata fedha, anahitaji tu afya yake rudi, ili nguvu za Bwana ikuku yake msaidie kusonga mbele katika maisha. Roho Mtakatifu natambua tusaidie kufanya kazi hayo jinsi Bwana anavyovyema. Na hayo itakuja manake tunatubu. Bila sema kwamba ukisema una dhambi unasema uongo, na kweli halimo ndani yako. Lakini Bwana mwaminifu, unapokiri atakutakasa katika udhalimu wote. Bwana atasamehe, atakasa na achilie ukombozi. Manake substitution yetu ambao tukuna Yesu ndio ilikuwa amekufa sababu yetu sisi. Yani ilikuwa sisi tukufe, bali Yesu akakubali kufa ili na sisi tuishi. So tunakubali kwamba tunaweza hata kusamehe watu makosa yao, kusamehe mtu makosa yake katika peer association. Conflicts, disputes itakweko, lakini tayari nazibibu mkono usema Bwana mtimishi, nimekusamehe, ama Bwana ama mwenzangu nisamehe. Tukue na allowance kuwe na hiyo hali katikati yetu. Manake Biblia inasema kwamba kama wewe usamehe mtu, naye Mungu pia hata kusamehe makosa yako ambayo unafanya. So tukue na nature kusameheana kwa wakati makosa imepatikana katika maisha yetu tunaposonga mbele. Amen. Tunaamini kwamba kuna wokovu ambao imetuzingira. Wokovu iko, tunaamini kwamba lazima tuvumilie wokovu haya. Manake atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka, atakayevumilia. Kwa hivyo hii kuna hali lazima tutavumilia, hata kama itachelewa, lakini mwisho itakuja kutimia katika maisha yetu. Tenet of faith. Tunaona kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu, na Mungu ako pamoja nasi, na alikuwa Roho huyu alikuwa mwalimu yetu, tena mshauri mwema. We depend on the Holy Spirit. Mungu saa nyingine na kuongelesha discerning spirit, atakwambia tu kitu fulani haifai, anakuongea na wewe kabla hujafika hatua nyingine. Roho Mtakatifu ambaye leta relationship katikati yetu ni muhimu sana 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 sana. Kuna wakati tutakuwa tuna celebrate, kuna kitu ambacho tuna worship experience, waimbaji najua, so we celebrate Holy Spirit na tunasonga mbele jinsi unavyoamini. Naamini kwa kanisa, mtumishi akisema kwamba kanisa ni wewe, kanisa sio jengo hii, wewe na mimi na mwingine ni kanisa. Inasema kwamba mjui kama mwili yenu ni hekalu ya Mungu, na Roho Mtakatifu anaishi katika mwili hiyo. Mtu ambaye atakayeharibu hekalu ya Mungu, Mungu pia atamharibu. So church tunaamini kwamba ndio sisi ambao Mungu amejenga kwetu sisi. Akamwambia Petro kwamba ujui wewe ni mwamba, na katika mwamba hii nitajenga kanisa langu. Sisomi maandiko, maana dakika 5 kusoma maandiko utasoma saa ngapi? Sisomi. Ujui kama wewe ni mwamba, na katika mwamba hayo, hapo ndipo sasa itajenga kanisa langu, na mlango kuzimu hataweza kuishinda. So kanisa ambao ni sisi lazima kuwa strong kama mwamba, maana tunasimama katika mwamba ambao ni Kristo Yesu. Yesu ni mwamba, tena ni msingi yetu ambao tunafuatia ili tutendee mambo mazuri. Naamini katika ufufuo, rapture. Ufufuo hata kule zamani kulikuwa katika Biblia, wengine walisema ufufuo kuna, wengine ufufuo iko. Sisi tunaamini katika ufufuo, rapture, yani resurrection and rapture, yani kufufuliwa na kuja kwa Kristo Yesu. Hii yote tunaelewa na tunaamini kwamba Bwana ndio mwanzilishi aliyofanya mambo kama haya. I'm just giving you a summary, and when you have a book you go into details. Bwana Yesu asifiwe sana. Judgment.
tumeruhusiwa kujaji. Paulo akisema kwamba nimepewa neema kuhukumu walio ndani, sio nje. Wa nje nimewachia Mungu mwenyewe, ndio amejua penye nitapeleka. Lakini hapa ukiwa ndani amepewa Paulo nafasi ili sasa akawe kujua ukienda hivi nikwambia sio hivi ni hivi. Ukienda hivi nikwambia sio hivi ni hivi. Anakudirect. So tunaamini kwamba kama uko hapa, najua kwamba tunaongozwa na kijana. Sasa nyingine tutapewa mafuta ya kurebuke tukisema kwamba mzee sio njia kusema kwamba sasa mimi 80 years mtoto mdogo 30 years direct unakasirika. Sio hivyo. Naamini kwamba Bwana atusaidie hapa ndani tukakuwa tuelekeze katika njia ambayo nafaa. Mtu yote ambao Roho wa Mungu ataingia ndani yake ako tayari kusema kwamba hii sio vyema, hii ndio mzuri, tufuate namna hii na tusingambe. Submission hapo ndio kuna shida. Submission, kunyenyekea, submission. Hata kwa nyumba mtumishi kwamba hata mjue kwamba Bwana ya nyumba ndio kichwa nyumba hiyo. Sio lazima tangaze ya kwamba mimi ndio kichwa. Imejulikana ya kwamba yeye ndio kichwa. So wanawake submit vile Kristo sasa ndio kichwa na kanisa lazima submit. Sisi ni kanisa sasa lazima submit kwa Yesu Kristo. Submission. Kama tuwezi submit, mambo yatakuwa sio mazuri sana. Ataeleza makerubi, masafari ataeleza anapoendelea kwamba amenipeleka speed. Hata kama ungekuwa ni wewe. Msarafi ataeleza mwenyewe. Mpigini mimi makofi basi. Karibu tumishi. Amejaribu lakini kwa sababu tu ya muda, but again nimeelewa kwamba hicho kitabu kila mtu lazima kuwe nayo. Lazima ni lazima. Na unaijaza kwa miezi 6. Unajaza tu at your own pace. Kama uelewe kusoma unakuwa na watoto wako mna discuss. Unasikia hicho kitabu ni cha maana. Lakini si amefanya vizuri. Unajua kuna makanisa mengi yana vituko. Nilikuwa kwa kanisa lingine yenye kama ningeenda kuimba ni maaliko ambayo nikirudi na kuweka kwa committee na unafukuzwa. Kwa sababu unaenda kwa kanisa lingine na sio katiba yao, haufai kwenda kwa kanisa lingine. Nilikuwa kwa kanisa lingine hapo na mpaka leo mtu akutuna hiyo tabia. Yeye akiomba dakika 2 anaanza kuongea in tongues. Ni ya kuforge tu, unajua tu hiyo. Anamezoea hiyo tabia yake tu. If speaking in tongues ipeko tuna sheria zake, sio wewe dakika 2 nani vitu tunajua mpaka tunaangaliana tunasema huyu ni ukora hii. Bwana Yesu asifiwe. Speaking in tongues gani unaanza dakika 2 na kila ukiomba barabara kila hapana. Hiyo kitu iko na mwelekeo wake. Tuko na doctrine nyingine hapa ati wamama mara nilikuwa kwa kanisa wanafundisha na sasa ile ni Illuminati tu. Wamama waogi siku za kufunga. Waogi. Iko. Tuko na kanisa lingine hapo pia. Ukiwa na mapepo wewe ni mzee. Wanachukua mapepo wanasema tusimame kidogo mtulie. Mapepo yenye kwa mwanaume hafai kuanguka, mwanaume ni aibu. Tutoe mapepo tukuwekee wewe mama, anguka kwa niaba yake, tuitoe kwako. Na hiyo iko butula si mbali iko butula. Mnanisikiza? Na wanatoa kweli wanafanya hivyo. Alafu tena wale pastors wa ile kanisa ni vijana tu. Pastor yule bishop anawauzianga Roho Mtakatifu na nunua Roho Mtakatifu kwa shilingi 2000. Hiyo tu. Watu kama utakutana nao. Kuna mashirika ama makanisa yenye tutaelewana nao kwa sababu haiendi, haisongi. Hapana. It is a eschatological time. Sio kila mtu amuitae Bwana ataurithi. Mambo kama lazima tuelewe. Ni sawa? Na ndugu yetu Michael angefundisha leo kuhusu unity. Nilikuwa nataka kuichambua. Unajua imefika wakati sasa kila kanisa iko separate. Kila mtu akona kwake. By the way acha nikwambie. Umoja na pamoja ni tofauti sana. Nyinyi mko pamoja kwa sababu ni pamoja sehemu pakumu. Mmewekwa mko tu katika hiyo sehemu kwa sababu
mko pamoja, lakini ni pakumu ngeli. Lakini umoja inaenda na kiroho. Inasimamia kiunganishi, wasomi wanajua So leta vizuri kwa kizungu, together and unity. Ukitoa haiwezi baki 90. So kwa hivyo unity is important. Lakini together inamaanisha together. Nigeria akibadilisha kala naita kola. So I can say together. So you are just gathered, but anakupenda. Hakuna kisu labda nataka kudunga ujui, but you are together. But are you in unity? Unity matters. Ndio maana hata Biblia ikajua kwamba it is together and in unity. Zaburi 133. Hivyo ndio kuko. So can you get that revelation? Ni sawa? So makanisa ya elewani. Watu wamama wanajua kuonwa, wanamuona. Hiyo kazi inajaa sana. Kanisa kuonwa, enda huko wamama ni wengi. Wamama wanajua kuonwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata saa hizi mimi vile niko hapa ninajua watu 3 4 wako na headache. Ninaona Roho Mtakatifu ananiambia watu 2 hapo wanagojeka, kichwa inauma. Hiyo ni psychological play. Mahali watu ni 100 lazima kupatikana nako na mtu kama huyo. Hiyo ni ukora. Bwana Yesu asifiwe. Ama watu ni 100 lazima watu 2 3 wako na headache. Sasa acha kudanganya, umeona. Hiyo ni psychology, unachezea watu akili. Si ni kweli? Mimi niko hapa kueleza shirika vizuri, alafu tunamaliza. Hakuna mambo mengine tutafanya. Naelewa watu wanatoka mbali. But before that, huyo nitamweka katikati hapo. Ama malizie. Kuja Sister Harriet. Sister Harriet kuja. Huyu ni grade 9 pupil na anatoka Teso. Na kwa sababu tuna support waimbaji, huyu msichana ametunga wimbo wake wa kizungu na tunampeleka studio mwezi wa 8. Unasikia? Tutatoa pesa yetu, yeye anaenda studio, tumweke kwa YouTube na tumtoe aende. Hadi tunatoa wimbo wake. Hakuna kitu kingine ati unatoa nyimbo 6, tutafunzana mambo ya nyimbo. Hakuna haja kutoa nyimbo 6 saa 8. Toa 2, weka kwa YouTube. Tengeneza kwanza audio kwa muda. Alafu weka YouTube video yake, itakuletea hata utatengeneza zingine hata vizuri sana. So nyimbo nyingi siku hizi tunabaki na kande nyatuuzi, vitu ni YouTube, but kuna style hiyo YouTube pia iko na specialist. Tutafunzana mambo kama hayo. So msichana kama huyu tukimpeleka studio, tumebadilisha maisha yake. At the end of it ana wazazi wake wako, lakini mnaelewa hali. So that's why I propose supporting. Anaenda kwa studio mwezi wa 8. Sawa? Anaenda studio mwezi wa 8. Na before December tutakuwa tumepata waimbaji kutoka kila sub county. Waimbaji moja tu. Na unaenda kupitia stages, ungeenda hata kesho. Bado nataka tukufundishe voice na kila kitu, tukuletee mentors, walimu wakufundishe, upeleke vitu standard. Hatuharakishi, tunataka tumtengeneze hadi mwezi wa 8. So tuimbie huo wimbo, jitambulisho, tuambie pastor wako ni nani. Because hapo. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Naitwa Harriet Ochil, niko chini ya mchungaji Pastor Chris Pinas Onyango. Na niko na wimbo. It's only you whom I worship. It's only you whom I worship. You are the Lion of the tribe of Judah.